So nataka kumkaribisha mwenyeji wa hapa Mheshimiwa Sankok kwa dakika 2, alafu tuendelee namna hiyo. Ento shogal tungani jo leta ini ngaik. Tungani oji geopolitical. Hata yeye nafikiri ni karibu size yangu tu. Sawa. Ajela. This is the oratorially. Your Excellency, the Deputy President, the world's most truthful man, the most truthful man north of Limpopo and south of Sahara. Karibu sana Narok. Na kwa kweli Kenya tumebarikiwa. Rais wetu ni evangelist. Huyu naibu wa rais ni the world's most truthful man. Alafu pia the first lady ni prayer warrior. Na the second lady, bibi wa naibu wa rais, ni pastor, anaitwa Pastor Dorcas. Na the first daughter, Charlene Ruto, ni philanthropist. Sindi yetu tumebarikiwa. Asante sana kwa kukuja hapa Narok. Na sisi tukiwa hapa Narok, tunataka utushikanishe ili tuweze kufanya kazi pamoja. Wanyama hajadanganyana. Tunataka gavana na Tomoyo washikane, wakuwe marafiki, washindane kwa maendeleo. Lakini sio kwa kutafuta kiti 2027. Tupatie Patrick Ndutu aende mpaka 2032, na baada ya hiyo tutajua maneno pale, tutamenyana na kina nani ili apate kuwa gavana 2032. Emeje kununu tunawala. Your Excellency, the Deputy President, Narok kumesikia hapa Narok West, kila mtu ni UDA. Na Narok North kidogo, ama Narok County kidogo, kwa jumla, kulikuwa na wenzetu kidogo walipotea. Lakini kwa sababu ya kazi kubwa ya Patrick Ndutu na wabunge wa UDA, tumesema about time. Ati tulisema nini? Burudieni ngasikie, tulisema nini? About time. Tulisema about time kwa sababu venye umesikia huyu Patrick Ndutu gavana wa Narok amepatia kila MCA milioni 100, ukiwa MCA wa UDA, ukiwa MCA wa ODM, nyinyi wote mnapatiwa milioni 100 mfikishie wananchi. Huyu gavana mwenye hapa hapa already ameshajenga mahospitali 200. Akimaliza miaka 10 atakuwa na mahospitali 2000. Mahospitali itakuwa mingi kuliko wagonjwa. Huyu gavana amejenga shule madarasa 400. Akipatiwa miaka 10 itakuwa 4000. Huyu Tomoyo amejenga kuanzisha shule from zero kama hii 7 already. Akipatiwa miaka 10 inakuwa 70. Hapa tutakuwa madarasa ndio mingi kuliko wanafunzi, kwa sababu watu wanafanya maendeleo. Huyu gavana amenunua equipment za kutengeneza barabara ya 1.4 billion. Mabarabara yote mpaka njia ya ng'ombe kwenda mtoni hapa itatengenezwa, kwa sababu sisi tunang'ang'ana kwa maendeleo. Your Excellency, mimi ni mtu hapa. Amara ile kishamurwa. Nilikuwa na kliniki hapa. Your Excellency, na hiyo hospitali yangu ilikuwa unakuja na kutibu, hakukuwa na sokoni. Unalete mbuzi, kondoo na kutibu, unanipatia mbuzi, si mnakumbuka? Hakuna kabisa. Kwa hivyo mimi ni mtu hapa. Your Excellency, nikienda kumalizia. Umesikia hapa hatukuwa na maandamano watu wakati walikuwa wanafaa sufuria kichwa. Lakini very soon sisi pia tutaenda maandamano. Kwa sababu kwa muda mrefu walimu wamekuwa wakiandamana mshahara yao iongezwe. Madaktari wanagoma mshahara wao iongezwe. Sipo sawa, wanasema waongezewe mshahara. Kila tarehe moja mke kilo ya nyama
imekuwa shilingi 350 kwa miaka 10, na hiyo miaka 10 mmekuwa mkiongeza mshahara ya wafanyikazi. Hata sisi tutakuja kugoma, bei ya unga ipande, bei ya nyama ipande, bei ya maziwa ipande, bei ya vyakula ya shamba ipande. Kama mnasema nini? Neja dia jole de ina la ro mo gwara lengi nyangase na igwar garaba nimba banike na ala shumbalo nito. Kwani kuna Kenya yaani kuna mshahara ya kupanda na kuna mshahara ingine ya kuteremka. Your Excellency, juzi gunia mahindi imeenda 6,000 peke yake. Watu wakafaa sufuria kwa kichwa kuteremsha. Na watu wenye wanaongoza hiyo kufaa sufuria kwa kichwa wanaenda mtoni wanatoa samaki ya bure, wanatuhusia samaki moja 1,000. Na samaki 100 ndio inajaa gunia. Kwa hivyo gunia ya samaki ni 1,100. Alafu yetu kianda 6,000 peke yake inakuwa ni kasarakasi na kufaa sufuria kwa kichwa. Your Excellency, wanya nikwambie, hii ng'ombe yenye tuko nayo, hii kilo ya nyama yenye tunauza 300 tunataka 2,000. Kwa sababu hiyo samaki yenye unauza 1,000 hujapatia chumvi, hujadiwom, hujahesabu, kwa sababu hata sipota yangi ama zinapotea wapi ndani ya mtoni. Alafu unakuja kutuuzia 1,000, alafu unaleta kisirani ati unga ikipanda kidogo unaleta kisirani. Ngozi tunataka ipande. Bei ya nyama tunataka ipande. Bei ya unga, wale watu wako Nairobi, itapanda. Hadi iteremke kutoka kwa mahindi ya nani? Nilime shamba, niweke fertilizer, niweke mbolea, nipalilie, niweke dawa, alafu kuja useme iteremke. Tuache mchezo nani? Lazima itapanda. Kwa hayo mengi ya machache, Your Excellency, nasema tena karibu. Wewe kwa jina ya Kimasai ulikuwa unaitwa Walakasi, na rais wetu anaitwa Narok. Narok inamaanisha a very courageous Moran who can walk on burning charcoals without blinking an eye. Thank you so very much. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Endo shokita kulo jumbe ipo kini ngai wa MCS linyipo kini. Endo shokingai. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Rais, tunaendelea vyema. Basi ni karibia kumaliza kabisa. Nataka kwa ruhusa yako nichukue nafasi hii kutambua wafanyikazi wengine wa serikali, national government, tukiwa na county commission and the rest. Pikia mkubwa salute. Alafu any other from the other official from the national government? Bas. Asante sana. Nafikiri governor atatambua wake. Basi Mheshimiwa Naibu wa Rais, nafikiri mimi sitakuwa na mengi kwa sababu tayari mengi tumeyasema, mengi tumeyafanya na mengi tumejionea. Nataka tena nichukue nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, kwa niaba ya watu hapa wa Narok West, kwa niaba ya walimu hawa na wasasi na watoto hawa kukupatia shukurani, kusema asante kwa kupata nafasi ya kuja hapa Kishenmorwa.